Ozea pacha ambazo tukikutana mtu mzuri tukimpa lazima alale. Unahisi wanawake tukukubali kwa design hii? Basi ni mchanganyiko. Kuna baadhi ya matendo ambayo nilikuwa nayafanya kwa Mati yalitokea kuvutia wanawake wengi. Unajua zile wengi wakawa wanafurahi, wanapongeza, wanatamani kupata ukaribu. Kwa hiyo labda ilinionyesha kwamba kuna namba kubwa ya wanawake ambao wanapenda ninachokifanya na kunifurahia. Lakini pia baada ya mambo kuswitch kwa Mati, nafikiri kundi lile pia limenigeukia na nisema vibaya. Unajua, kwa hiyo nafikiri huu pepo ni kutokana na yale ambayo yanafanyika. Kuna namna nikinyoosha, unaona kabisa wazee wa kamati kwenye kikao wananipa pongeza, kunipa uonyeki labda nimenyoosha. Lakini kuna namna nafanya nazingua, wanaume hawatamani kabisa kunisikia katika maamuzi ambayo nimeyafanya. Kwa hiyo mapenzi na mapokeo ni kutokana na upepo na yale ambayo ninayafanya. Kuna namna ambavyo mashabiki hasa wa kiume walikuwa na hata wanawake pia walikuwa nakubaliana na msimamo wako. Ulikuwa na msimamo fulani, lakini kama sasa hivi wanakuona wewe sio kufanyia maamuzi na baba. Hiyo kama imewakera watu. Una nini cha kuzungumza kwenye kitu kingine pia ambacho kisisahaulike, ukimwangalia manyanya wa kwenye dunia, pamoja na kwamba ni strong, lakini pia manyanya ni binadamu ambaye ana weakness zake. Sawa, kitu ambacho unaona watu wengi wakukiangalia hawakuangalia udhaifu wa manyanya. Labda leo nitoe hii siri. Mmoja kati ya udhaifu mkubwa aliokuwa nao manyanya ni dhaifu kwenye mapenzi. Sawa, ndio maana sometimes hata anaweza kukosa mambo kwa wife, anaweza takalia. Ipo sini wife alimtingisha kidogo akumpa vitu akalala kwenye kochi. Manyanya akaenda pale mpaka akawa analia. Unajua vile. Pamoja na mikazo yake yote, lakini kuna sehemu huyu mwamba huwa anateleza. Kwa ni dhaifu sana mapenzi, lakini pia manyanya ni dhaifu kwenye swala la familia. Yanapokuja baba, mama, hapo yani hana nguvu. Yani unajua zile. Sasa mzee ni mwanajeshi. Nafikiri ni nidhamu tu alokuwa nayo. Nidhamu yake ni kubwa sana kwa familia. Ndio maana najikuta hataki kumkosea mzee heshima na kumkosea pia mama heshima. Kama familia vile imeshaingia yote, yani pale shughuli inakuwa imeshaishia pale pale. Mnachokifanya bila shaka kina reflect kile ambacho kinatokea kwenye jamii. Ndoa nyingi sana zinazeleka, watu wanaachana wanaenda kwenye michepuko. Swali langu ni kwamba ikitokea migogoro kwenye ndoa kama vile ambavyo umepitia na Vai, alafu Vai inatokea anashirikisha ndugu zake, dada zake, mama zake, ni sahihi design hii kweli? Kiuhalisia sasa sio sahihi kabisa. Zile ni hatua ambazo labda zinatakiwa zifanyike pale ambapo jambo linakuwa liko mwisho kabisa, ndio unahitaji uombe msaada. Lakini kwa hizi hatua za awali na katikati hakuna haja ya kushirikisha watu vitu kama vile, kwa sababu swala la ndoa ni swala la siri kidogo, si la watu wawili. Kuna namna ukiliruhusu watu wengine kulijua, unatengeneza mfereji wa ile ndoa yenu kuwa na udhaifu. Sawa, kwa hiyo alichokifanya Violet, ndio maana pia manyanya alijikuta na msema sana, kwa sababu aliona kabisa huyu anaanza kufungua milango ya kuruhusu watu waanze kuichokonoa ndoa yao. Ndicho ambacho kilikuwa kinamkasirisha manyanya. Lakini by the truth, yale maamuzi ya kuishirikisha familia ni maamuzi sahihi kabisa. Pale ambapo unaona kabisa hii ndoa imeshakuwa haina msaada wowote. Kwa hiyo nguvu ya mwisho pengine wazazi wanatakiwa waingie kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu. Ikitokea mtu akasema kwamba manyanya mimi simpindi anagubu, hii inaichukuliaje? Ni kweli, sikatai. Manyanya ni kweli anagubu, amesemwa sana na iko hivyo pia. Manyanya anagubu, kitu kidogo anaweza kukipandisha kwa kitu kikubwa. Nafikiri sikatai. Kiuhalisia? Kiuhalisia hapana, sina gubu bwana. Hapana. Ila mle sasa ndio huko hiyo. Mule yuko vile manyanya, lakini kiuhalisia hapana. Sina gubu. Status yako ya mahusiano ipoje kiuhalisia sasa? Status yangu ya mahusiano kiuhalisia niko mwenyewe. I'm single, yes. Kwa wale wanao wewe na Vai kutoka kimahusiano ni wanakosea au unanicha kuambia? Hapana, ni big no. Mahusiano mimi na Violet hapana. Ni kwenye film tu. Lakini kiuhalisia Violet ana maisha yake private, lakini mimi pia na maisha yangu private. Kuna namna wanakutamani wanaume wanasema jamaa hatari kule kulala, unajua makumbato kuna namna unamkalia pia Matilda mgongoni. Unajua watu hawajifika kama movies zile. Wazee wa kazi wanaona wanafaidi sana. Wazee wa kazi kuna namna unapitia maumivu pia kama hamna mahusiano. Maumivu
sio kivile kwa sababu akili nilivyoiseti inanifanya nione kawaida kabisa. Ni mindset tu, sijairuhusu akili yangu iathirike na hivyo vitu, ndio maana bado najiona niko sawa. Lakini kama ingekuwa mwingine bado inakuchukua. Wale watoto sio kawaida, hapa ni nje tu, lakini yes, kwa namna ukiwa nao karibu hivi wale watoto kweli wana vitu. Kwa mindset yako ikiwa nyepesi, pengine unaweza usicheze kabisa. Kuna scene ambayo ilikugharimu kiasi hiko hadi kumwambia director, hebu stop kwanza kushuti nipumzike kidogo? Kiuhalisia sasa kiuhalisia najaribu kukumbuka kama ishia kutokea hiyo moment. Wakati tunafanywa massage? Hapana, ni kawaida. Kawaida. Haiathiri chochote. Kama anavyosema ni mindset. Unajua kwenye uigizaji akili ndio inatumika sana. Kwa lazima uruhusu akili yako ielewe kwamba unachokifanya kiko hivi na baada ya hapo mwili utafuata. Sawa, lakini usipoelewa namna kucheza na mindset yako vizuri, trust me, utapata shida mno. Vile vipengele ni vigumu sana. Lakini kwa namna ambavyo mimi mwenyewe nimejizoesha, naona kawaida tu. Na ndio maana pia naweza kucheza. Ingekuwa ni mtu mbezi, unajikuta huwezi kucheza, una lose control. Na vitu vile vinaonekana kabisa. Nilikuuliza swali la status yako ya mahusiano kwa sababu kuna wengi ambao wanavutiwa na kile ambacho nakifanya. Huenda mtu angetamani ajiingize hapa, join linki. Ni mwanamke design gani kwa unahisi labda ni sahihi kitokea akakuapproach akawa na moyo wa kumtongoza mwanaume? Mwanamke ambaye yani kwangu mimi ambaye nasema yes, huyu ana style kwa naye. Yeah, of course. Kwanza ni mwanamke, mwanamke hivyo hivyo. Sawa. Pili ajitambue nje na ndani. Sawa. Nafikiri hivyo ni vitu vikubwa. Akishakuwa mwanamke na akijitambua vizuri, kwenye utambuzi kuna vitu vingi. Kuna everything. Kwa hiyo nafikiri hizo ndio package mbili muhimu. Sio issue, sio rangi, issue sio kijungwa na kijungu sana, sijui ana mwanya, sijui anavaa hivi, sijui no. Awe ni mwanamke kabisa, lakini pia awe anajitambua yeye mwenyewe, utu wake nje na ndani. That's it. Nilimuuliza swali kila mshiriki wa kwenye tamthilia ya Dunia. Wasanii ninyi mmekuwa ni watu wa kupaa mbawa mara baada ya kupata jina fulani hivi. Manyanya ambayo ulikuwepo kwenye familia ya Kicheche si huyo sasa hivi. Kuna namna yote ambavyo ipo siku tutakuona wewe unamkimbia Baba Asma kama vile ambavyo amefanya Kicheche? Mimi ni binadamu. Siwezi kucommit neno moja kwa moja. Siwezi kujifunga kimaneno kwa sababu sijui kesho yangu. Sawa, naogopa sana. Kuna baadhi ya kauli huwezi kuziongea moja kwa moja. Sisi ni binadamu. Siwezi kujua nini kitatokea kesho. Lakini sifikiri kufanya hicho kitu katika akili yangu. Sina hilo wazo. Tuko vizuri, tuko familia. Tunapishana kama changamoto, tunarekebishana na tunaenda vizuri. Bahati nzuri zaidi pia tuna maono fulani ambayo yanafanana. Ndio maana hata muunganiko wetu umekuwa na nguvu na muunganiko wetu unaleta matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi sifikiri hicho kitu na wala hakuna kabisa hiyo picha. Bila shaka ulishawahi kufanya kazi na Kicheche. Ni mtu ambaye alikuwepo, mlikuwa naye, ameondoka, akaja kwa Baba Asma akaondoka. Sasa hivi kama anasuasua hivi, unahisi ni nini alikosea masharti ya huko ambapo alipokuwepo mwanzoni, ama kichwa chake kimeshachoka, ama kwa nini sasa hivi hatumuoni kwenye macho yetu sisi watu wa YouTube? Nafikiri hilo swali angelijibu vizuri sana Kicheche kwa sababu linamhusu kwa 100%. Mimi nitakuwa muongo nikijibu hilo swali kwa sababu sijui hasa kitu gani kimetokea kuhusu yeye mpaka saa hizi yuko hivyo. Kwa hiyo hilo sio swali langu, nitadanganya. Wakati mnafanya hata familia ya Mzee Kicheche, nani ambaye alikuwa anaandika kazi? Baba Asma mwenyewe ndo alikuwa anaandika ile kazi. Unafahamu kipi ambacho kimemtoa kwa Baba Asma? Nafikiri Baba Asma pia yeye anaweza kuwa anajibu vizuri. Baba Asma mwenyewe na Kicheche kwa sababu ni makubaliano yao na ni maungano yao yaliyoweka pamoja na kufanya kazi. Sasa hivi wako tofauti, nafikiri wao wenyewe wanakuwa na majibu mazuri. Mimi nitakuwa muongo nikilisemea hilo. Bila shaka Baba Asma ni wewe ni mtu wake wa karibu sana, kwa maana kwamba hadi unacheza main, maana yake amekuweka kwenye wazifa fulani hivi. Kabla hapo ulikuwa kule kwa Kicheche, lazima kuna doti fulani utakuwa unazifahamu hivi na tuficha hapo. Kiuhalisia nitakuwa naogopa sana kusema uongo. Na ndio maana sitaki nilizungumzia hili kwa sababu ukweli wa hivi vitu wahusika wenyewe wenye muungano ndo wanalijua vizuri. Mimi ni mshirika tu ambaye nilikuja katikati na sasa hizi na muungano wangu nao nihusu. Kwa hiyo ukilizungumzia kuhusu Manyanya na muungano wa sasa hivi, majibu ninayo kwa 100% kwa sababu linanihusu. Lakini lile la kule nitakuwa muongo. Kama kitokea Baba Asma akamrudisha Kicheche kwenye familia yenu ya Dunia, mpo tayari kufanya kazi bampa tu bampa? 100%. Mimi sina doubt. Tumua nani anakaa Kicheche? Achomolewi mtu. Unaiona nafasi yake? Sisi bado zipo.
Unaiona nafasi yake? Yes, yeye ni msanii mzuri, ni msanii mzuri, sana yake ni nzuri, ni kubwa. Kwa hiyo kama inawezekana anarudi kwenye team, it's okay. Mimi sina doubt kuhusu hilo. Wewe mkeo Violet na vile ambavyo Kicheche alikuwa anashiriki kama alikuwa mkeo Violet, uone kama nafasi yako inakuja kuchukuliwa hivi, Manyanya anakuja kuangushwa mara baada ya Kicheche kuja kwa Baswe? Hapana, siofii kuhusu hicho. Kama anastahili kuwa hivyo basi na awe hivyo. Kwa hiyo hilo sio katika kitu tunachokiofia kabisa yani. Yes, katika vitu ambavyo vimeumiza sana mashabiki ni kile ulichomfanyia Matrida, kumuaga yani kumwambia kwenye simu kwamba bana tumeachana na kule kuna sherehe na vitu kama hivyo. Kwako wewe comment kama hizo zimekuumiza kiasi gani kwa sababu umezipata? Yani kuhusu na yani trust me ni tukio zito. Yes. Ukiangalia maisha ambayo tulikuwa tunaishi na Mati, mapenzi yale, yes, na alikuwa ananisikiliza sana. Kilichomkuta Violet watu wengi walishukuru na kupongeza kwa sababu pengine alistahili kwa namna ambavyo alikuwa anaishi. Lakini kwa Mati kustahili ile adhabu ni kubwa mno kwake. Na wewe nakiri hilo, ile adhabu ni kubwa na wala hakuistahili. Lakini sasa wakati mwingine maisha mambo yanakuja sio vile unavyotaka wewe. Mambo yanakuja kutokana na